Hatimaye tena tukiwa bomba rekea sawa zaidi, burudani ikiwa katika mikono salama zaidi. Hapa ni sound ya Fao DJ, kinitabai kaka mkubwa, mambo nazidi kutara bindadi kwa safi zaidi. Sasa mwaka 2026 niko na vigongo kabambe zaidi. Hapa picha inakwenda kwa jina la The Return of Monsters, au unaweza kuita Evil Daughters, namna ambavyo itakuwa inakupendeza basi utaita hivyo. Hiyo hadithi ya mwanadada ambaye alisadikika baada ya kupoteza maisha kurejea kama mzimu na kuweza kukamata watu watatu ambao walikuwa na muunganiko mkubwa sana kwenye nafasi ya maisha ambayo alipitia katika kuweza kupoteza maisha yake. Sasa watu watatu nini ambacho alifanya? Wote walijikuta hapo katika eneo moja tu, wakiwa wanasadikika kwamba wana muunganiko wa kile ambacho kilitokea kwa mtu ambaye amerejea kama mzimu kwa lengo la kulipa kisasi. Picha moja safi zaidi inatokea DC Production. Ile pia ni chini ya sound ya Mgoja Sony. Kinita bike kaka mkubwa, mambo nazidi kwa sawa safi zaidi. Lakini pia nazidi kwenda bam zaidi. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu baada ya kupata mwongozo kidogo. Au tumeadvertise muda mrefu zaidi. Sasa tumepata wasaa kuruka nayo kibabe zaidi. Hapa ni sound ya Mgoja Sony, sound ya Fao, sound ya baba. Au sio? Tuzidi kutala bindadi na picha safi zaidi. Hii ni hadi yangu tu ndani mwaka 2026. Tuko na kazi nyingi sana kibao chali yangu. Hii sasa ni kabambe na special zaidi. Hapa ni kwenda kwa jina la Evil's Daughter, au unaweza kusema Return of the Evil's Daughter. Marejeo ya binti ambaye ilisadikika kwamba mpoteza maisha. Bonge moja la picha, ili pia bonge moja la story. Sasa hebu tuende tukaende kulianza tu ili kupata muktadha zaidi wa picha moja safi zaidi. Ni kizaza. Wasema ni juu ya binti ambaye ilisadikika kwamba katika muunganiko wa kifo chake ulikuwa unahusisha watu watatu, ambao watu hao watatu hatujui nini ambacho kiliwapelekea kuingia kwenye muunganiko wa kifo cha bibi ambaye tunamuona hapa. Basi tuende katika episode ya kwanza tu ili kupata mwongozo kabambe zaidi. Tunaanzia hapa. Basi kuna mzee anamuomba sana Mungu wa Buza kwa kitu ambacho kimetokea kwenye nafsi ya mtoto wake kuweza kuondoka. Lakini ghafla alifika mtu mmoja ambaye anajiita ni Ghost Keeper, watu ambao wanadili na mizimu. Watu wao walikuja kwa ajili ya kuhakikisha wanachukua mwili wa mtu huyo ambaye inasadikika ameweza kupoteza maisha, lakini kabla hajamzika itakiwa wampatie matibabu ya kumshona, kwa sababu mtu ni kwamba kichwa chake na mwili vilikuwa vimetenganishwa. Basi bibi alifanya ibada maalum zaidi, na hapa alikuwa anahitaji kutengeneza muunganiko wa hiki kichwa na mwili. Utanielewa vizuri hapo mbele. Kumbuka ni episode ya kwanza. Basi binti anahitaji kushonea kichwa tu kwenye mwili wake ili iweze kufanya maziko. Alianza kufanya operation ya kuunganisha tu kati ya kichwa na kile kiwiliwili. Hatujui nini ambacho kimemkuta bibi. Kumbuka ni mwanzo kabisa. Hiyo kana kama jicho limecheza. Binti alishtuka sana. Aliingiwa na hofu kidogo hivyo. Alikuwa anamtafuta master aweze kumpa taarifa. Lakini baada ya kutoka nje kulikuwa na ukimya sana. Sasa mbona anaonekana kama yupo na sisi? Binti kuna kitu ambacho atakiwa ampatie mtu huyo, ni kama kishilingi fulani anaweza kumwekea mtu huyo. Mtu anaonekana kama anatikisika kidogo. Binti haipata mashaka zaidi. Kulikuwa na hali ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Basi binti alisukumwa akajikuta ameingizwa kwenye jeneza. Sasa mzee mzima baada ya kuingia anaonekana binti copyright na yule ambaye alikuja nayo. Huo ni mwanzo tu wa kigongo bomba zaidi. Wanaita The Evil's Daughters na The Chosen One. Basi upande wa pili kuna watu watatu wanalalamika sana ya kwamba nani ambaye amewaleta hapa. Watu hawa wanajuana, lakini kila mtu anasema mimi niliamka na kujikuta katika hii hali. Anasema angejionesha mtu huyo kama ndio ametuleta hapa. Kuna mzee mmoja anasema utulivu ungewasaidia zaidi, kwa sababu nyie ni kama kuna kitu ambacho mlikifanya muda mwingi sana uliopita. Kwa niko sawa. Anasema nimeweza kuwatambua nyie. Basi huyu anaitwa Mr. Zo, kiongozi mkubwa sana. Anasema huyo mtu ambaye anatuleta hapa na mashaka na juu ya hicho kitu.
Basi hebu nipe kumbukumbu yako. Sasa mtu anahitaji kutoa kumbukumbu. Anasema mimi nilikuwa nimelala usiku mmoja. Niliona sura bibi mrembo zaidi. Lakini kuna jina lilikuwa limeandikwa Wu Shuanggang. Anasema hata mimi mbona ni kama niliona hilo jina pindi ambapo alikuwa anafanya operesheni moja ya ulinzi. Kwa hiyo naye aliweza kumuona binti, lakini pia aliweza kuliona hilo jina la Wu Shungang. Anasema basi mbona jina linafanana? Sasa mzee anasema huyo ni mchawi ambaye anaitwa Wu Shuang, ndo ambaye ametuleta hapa. Na ni zaidi ya miaka mingi sana tulimtoaga kichwa mtoe. Sasa kuna binti ambaye alikata kichwa, ndo yule ambaye tulimwona mwanzoni hapa. Sasa watoa ni nini ambacho kiliofanya mweze kumuua binti huyo? Na kwa sasa binti huyo anaonekana ni kama amepata nafasi ya kurejea katika maisha. Hiyo hapo ni katika episode ya kwanza tu. Kumbuka mzigo unakwenda kwa jina la Witch Doctor. Vyovyote ambavyo unaita inaweza kukusaidia zaidi, au unaweza ukasema Evil Doctor. Sorry. Kutana katika episode ya pili tu kujua nini ambacho kitajiri katika kizazi hiki hapa. Let's say ciao. Kamsamida. Hapa yetu sote. So kulike, comment, kushare, kusubscribe ili mambo yazidi kusonga kibabe zaidi. Kwa nini binti huyo alikata kichwa? Nini ambacho kilikuwa nyuma ya mzunguko wa maisha ya bibi ambaye kwa sasa naonekana amebadilika na kuwa mzimu? Hebu tuende sambamba kibabe katika episode ya pili tu.